Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hii ndiyo iliyokuwa safari yetu kutoka Mombasa kuelekea Ukunda, Kwale County. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2025, siku ya Jumatatu. Ona safari sasa ya kwenda da'wa, mashallah. Kwa hiyo inshallah taala Mwenyezi Mungu akupeleke salama shekhe. Mwenyezi Mungu akulipe janna. Na hapa tukiwa maeneo ya Kombani tukielekea Ukunda inshallah. Kuwafunza waja wawe na iman, dini ilokuja kuleta amani. Alhamdulillah, tulifanikiwa kufika salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na tukaanza dawa yetu baada ya swala ya alasiri. Kuna mama moja aliniuliza swali hiyo siku ya Ijumaa, lakini tulikuwa tunaondoka na swali lake alikuwa anauliza, lakini hakumalizia kwa sababu naye tulikuwa na mbio, lakini swali lake alikuwa anauliza, mbona nyinyi mwadanganya Yesu alikuwa Muislamu? Mbona nyinyi mwadanganya Yesu alikuwa Muislamu, sio Mkristo? Mbona mwadanganya? Nikamwambia basi kesho njoo tutakujibu alikuwa Muislamu kivipi. Lakini Mwenyezi Mungu hakujalia. Jumapili, Jumamosi hatukuja na jana hatukuja, lakini leo tuko. Kama mama huko sijui kama yuko ama leo hakuja sijui, lakini kama yuko nitamjibu swala lake, isipokuwa sasa sina msomaji, lakini wakirudi nitakuwa ni mwenye kukujibu swali lako na aya 2-3 tu katika ndani ya Biblia, ili uweze kujua kweli Yesu alikuwa Muislamu au alikuwa Mkristo. Wewe ndio utajua mwenyewe, utajijibu mwenyewe. Lakini kwa upande wangu nakwambia dadangu, Yesu alikuwa ni Muislamu, hajawahi kuwa Mkristo katu. Kutoka kuzaliwa kwake hajakuwa Mkristo. Na wengi wanakubali, anakuambia kweli sisi tunaitwa Wakristo kwa sababu tunamfuata Kristo. Lakini wewe unamfuata, ujui hiyo jina lilitumika vipi, kwa sababu Bwana Yesu Kristo ni jina la Kigiriki. Hata huyu president wetu au rais wetu Ruto kwa upande wa Kigiriki anajulikana kama Kristo. Mkubwa yoyote ni Kristo, mfalme, kwa sababu Biblia inasema Kristo ilikuwa ni mfalme mpaka mafuta ili hawe nabii au mfalme au kohani, ndiyo jina linatumika Kristo. Sasa naye Yesu lazima Kigiriki alikuwa anaitwa Kristo, na rais yoyote au mfalme anaitwa Kristo Kigiriki. Hata rais wetu Kigiriki ni Kristo. Sasa wale walikuwa wanamfuata Yesu wakaitwa wafuasi wa Kristo, yani wafuasi wa mfalme, wafuasi wa rais. Lakini sasa ikatumika jina lile lake likaunganishwa na cheo yake, akapewa hao wafuasi. Lakini waliowapa wafuasi wake tena ni Wagiriki. Hao Wagiriki ndio waliwaita namna hiyo, sio Yesu aliowaita Wakristo. Dini ilokuja kuleta amani, kuwafunza waja wawe na imani. Baada ya kufunguliwa muadhara wetu na Sheikh Yahya Mudhaura, tulibahatika kupata mgeni kutoka Nairobi, mwalimu wetu Sheikh Hassan. Mimi napenda nikifundisha wanafunzi wote wachukue karatasi
na kalamu, waandika katika karatasi. Ukifika nyumbani, kama wewe ni Mkristo, chukua kitabu cha Biblia, anza kufanya homework, alafu uende hiyo kuuliza mwalimu wako ambaye anakufundisha katika kanisani. Na ukikuwa wewe Muislamu, pia jifundishe namna ya kusambaza dini, namna ya kufundisha la ilaha illa Allah dini. Na siku iliyofuata tulifunguliwa muadhara wetu na Sheikh Adam Abetsa. Na ajabu ndugu wa Kristo, wala washtuki kabisa. Subhanallah, hawashtuki kabisa. Tena nakwambia kauli yao. Kwa nini brother? Kwa nini? Hiyo yatuonyesha kwamba haki ipo na haki inakuwa ni yenye kusimama. Sawa ndugu Brian? Yeah. Je, una swali lingine? Nilikuwa sina swali. Ndio mwalimu akakwambia, lakini umetufahamu na umeelewa, sio? Ndio. Umeelewa kwamba yale ambayo tunafanya ni maandiko yaliyoandikwa katika nini? Biblia. Katika kitabu, sawa? Na ikiwa yameandikwa katika kitabu, mimi na wewe tufanye nini? Tufuate. Uja kuleta aman, kuwafunza waja wawe na iman, wapate faulu hapa dunia. Na katika muadhara wetu tulibahatika kupata kijana mmoja akasilimu. Nyumba aliingia Yesu, utekeleza ibada aliyotekeleza Yesu. Unaonaje Brian? Wala usiogope kaka yangu, unaonaje? Sawa. Uko sawa Basi utafuata maneno ambayo mimi nitazungumza nyuma yangu, sawa? Sema bismillahi rahmani rahim. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna Mola anayepaswa kuabudiwa ila Allah. Na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno hayo utakuwa umefuata manabii wote, na hapo kienda msikitini utakuwa sawa sawa. Kama tulivyosikia, kijana mwenyewe anaitwa Brian. Aliposilimu akachagua jina la Nabii Ibrahim. Alhamdulillah, tulifanikiwa kumaliza muadhara wetu kwa salama na amani, isipokuwa tu kulikuwa na changamoto za hapa na pale, mvua ikinyesha mara kwa mara, lakini tulimaliza kwa amani. Na ikawa ni wenye kupanga vyombo vyetu na kulegea Mombasa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah Allahu akbar. Allah Allah Allahu akbar. La ilaha illa Allah. La